na sababu za mafanikio kufika katika malengo na matashi yake anayoyataka katika njia iliyokuwa nyepesi, na katika wepesi huo watashangaa mshangao ambao Mungu ataushangaza akisema, wayarzuku min haithu la yahtasab. Mungu atawaruzuku katika njia ambayo wasiojua wao. Uchaji Mungu. Wenzetu walishindwa kufika kwenye malengo kwa sababu ndani ya kazi hizi hawakumtanguliza Mwenyezi Mungu mbele. Kwa hivyo usia wangu kwenu katika majukumu yetu yote haya tunayoyafanya, ili tuweze kufanikiwa malengo yaweze kutimia, basi cha kwanza tumcheni Mungu, tumwogopeni Mungu katika kuhakikisha tunasimamia majukumu tuliopewa na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na yeye Mwenyezi Mungu atatufanyia njia za wepesi katika kufikia malengo yetu tunayoyataka, lakini bado ataturuzuku katika wepesi wa riziki na mafanikio. Na kwa kufanya hayo hatumfanyii Mungu, tunajifanyia sisi, na malipo yake Mungu atatulipa sisi, kwani vyote hivi tulivyovitoa, tulivyovikusanya, tumevikusanya kwa walioruzukiwa, wamepata si kwa nguvu zao, si kwa ujanja wao, sio kwa maarifa yao, bali isipokuwa wamepata kwa Mungu kutaka, ndio wakawapa, na wao katika kumjua Mungu na wao wakatoa. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kututoa hofu na wasiwasi katika kutoa akasema, almalu mali, almalu mali, mali mlizo nazo si zenu, ni mali zangu. Waljannatu, na pepo, jannati, ni pepo zangu. Ishtaru aljanna, nunueni pepo, bimali, kwa mali zangu. Kwa hiyo hapa tunatengeneza makazi yetu ya baadaye. Katika kutengeneza makazi yetu ya baadaye, katika kuwashajihisha watu watoe, hapa mmefanya kazi kubwa sana, kazi ambayo ndio Mwenyezi Mungu aliyotuhimiza kwa wale ambao wapendanao, wanaopendana na wanaopendeana kheri. Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mliomwamini Mwenyezi Mungu, ziokoeni nafsi zenu na nafsi za watu wenu na moto wa Jahannam, moto ambaye alaiha malaikatun ghiladun shiddadun la yasuna ma amara Allah wa yafaluna ma yu'marun, moto ambao unasimamiwa na malaika wenye kumtii Mungu, wasiomwasi Mungu, malaika wenye nguvu, malaika wakali, na hufanya kile ambacho wanachoamrishwa. Sasa kila kata imetoa 500 hapo, hazikuteremka, zilitolewa na watu ambao kwamba mliowahamasisha, kuwaelimisha, wakajua umuhimu wa kutoa, wakawa wametoa, na katika kutoa kwao Mungu amewaokoa na adhabu za moto.
kama ambavyo alivyosema katika riwaya nyingine, hal adullukum ala tijarati tunjikum min adhabin alim tu'minuna billah wa rasulihi ila akhiri al-aya lakini watujahiduna fi sabilillah. Biashara iliyo bora ni kule kumwamini Mwenyezi Mungu. Moja ya imani ni utekelezaji wa wale waliotoa. Hawakutoa bure bure, wamejengeka na imani ya mafanikio ya kutoa kwao, wakijua kwamba katika kutoa kwao watapata ujira kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kupitia imani ile wakatoa, na katika kutoa kwao kukawa kumekamilika kamiliko la kila kata kuweza kukamilisha idadi ya 500,000 ambayo tulikuwa tumejiwekea. Haya yote ni kwa sababu ya kujengana kiimani. Kwa hivyo nichukue fursa hii sasa kuwahusieni. Huu mwanzo tulioanza ni mwanzo mzuri, ni mwanzo wa kuondosha jeraha, maumivu ya Waislamu wa Singida DC walioyapata. Jeraha lisilofutika kwa Waislamu wa Singida DC ni pale walipochangishwa kwa dhamira ya kununuliwa gari na gari halikupatikana, na ikawa ni moja ya sababu kusababisha kifo cha mmoja miongoni mwa viongozi waliokuwa waadilifu, waliokuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, waliokuwa na haya kuona tutawaeleza nini Waislamu ambao kwamba tayari tumewaelekeza, wameelekea, tumewaambia, wameambilika, tumewasisitiza, wakasisitizika. Ndio watu walipata maradhi. Kwa hofu atamwambia nini Mungu? Lakini na aliyehamasisha kwa jambo fulani atawaambia nini? Huu ndio uongozi sahihi. Na moja nikiwepo, moja nikiwa nje ya nchi, lakini tayari utaratibu ule nilikuwa nao na ufambua. Lakini pamoja na harambee hizo hakuna tija iliyofanyika kwa sababu ya usimamizi mbovu, kwa sababu watu wametanguliza maslaha yao, kwa sababu watu hawakutaka kusimama kwa ajili ya Mungu. Matokeo yake jengo lile pale limekuwa kama ni jengo lililohamwa. Hatuwezi kuwastahimilia viongozi wa namna hii. Kwa hiyo ili tufanikiwe, turudi katika maneno ya Mwenyezi Mungu juu ya kuweza kutibu maradhi yaliyokuwepo, kwamba tumechoka kutoa pasina maelewano, pasina kuona mafanikio, kama ambavyo maneno magumu yaliyokuwa yaliwekwa kwa mwenyekiti wa halmashauri juu ya makusanyo haya yahakikishwe kwamba jengo linasimama. Ili mambo mengine yafunguke, tuchukue maneno ya Mwenyezi Mungu katika Qur'ani akisema, i'malu, fanyeni. Katika kufanya, mtakapofanya, fasayara Allah,
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataona kwamba nyinyi mmefanya. Baada ya Mwenyezi Mungu kuona nyinyi mmefanya, walirasulihi, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataona na nyinyi kwamba mnafanya. Lakini si Mungu na mtume tu, walmu'minin, na waumini pia wataona kwamba mmefanya, na baada ya kufanya na wao sasa watakuja baada ya kuona umefanya. Nina imani kubwa sana kwa hichi kilichopatikana, Mheshimiwa Mwenyekiti, ukachukua ukenda ukafanya, mbao zikasimama, bati likasimama. Mungu ataona, mtume ataona, waumini wataona, na watu watazidi kuja na jambo litakwenda. Nina imani hii 26 haitokwisha, ofisi yetu ya Singida vijijini itakuwa imekamilika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awapeni ujasiri katika maongozi yenu. Kwa habari mbalimbali za ndani na nje ya nchi, usikose kutizama Cales TV kila siku.